Shabbat Shalom wapendwa katika Bwana, kwa majina naitwa Musa Jean au Director Jean kufuatana kazi yangu, na leo niko tena mbele yenu wapendwa. Niliwaahidi tutakuwa tuna post topic mbalimbali especially kwenye Revelation, na kuna kipindi fulani nilipotea kabisa. Ni kufuatana na sababu ambayo ipo nje ya uwezo wangu, lakini namshukuru Mungu kwa kuwa Mungu amekuwa mwaminifu. Nilivyokuwa nikikaa nikijifikiria, nikijioji mwenyewe na kusema sasa itakuwaje? Niliahidi lakini nikashindwa kutekeleza. Naomba mnisamehe, na naomba pia maombi yenu, kwa sababu kwenye kazi hii ambayo tunofanya, ambayo tunojitoa katika kazi ya Bwana, ni kazi ambayo inahitaji moyo. Kuna vitu ambavyo unakutana navyo ambavyo vinakusababishia wewe kurudi nyuma, vinakusababishia wewe uzame au upotee kabisa. Naomba leo nishare neno moja katika neno la Mungu. Unapopitia katika shida, kama mimi nilivyopitia katika shida, au neno unafikia sehemu ambayo unasema, kwa nini Mungu asiondoe maumivu kwenye maisha yangu? Kwa nini Mungu asingefanya hivi? Kwa nini? Na kuna wakati Mungu huwa anajibu hapana, na kuna wakati anasema ndio. Naomba tuishie kwenye upande wa ndio. Katika maombi yako au katika kilio chako, kuna vitu Mungu ameshajibu tayari, lakini tunashindwa kuvitambua kwa sababu ya vitu vidogo, sababu ya matatizo au sababu ya huzuni. Unapohisi umechoka, unapohisi hauwezi tena kupiga hata hatua moja mbele yako. Kwa wale ambao wana watoto, ambao ni wazazi wenzangu, tunafahamu kabisa unapokuwa na mtoto hospitalini au mwanao anaumwa kwenye hali ambayo unasema sasa nimechoka, huwa tunajisahau. Tunaanza kulaumu, tunaanza kusema kwa nini. Hata tunachukua mifano kusema kuna mtoto ambaye ni mwizi mtaani, yuko fresh, lakini kwa nini mimi watoto wangu? Na mimi namtolea Bwana zaka, namtolea Bwana kila kitu. Asubuhi nipo kanisani, jioni nipo kanisani, ibada zote nazifuatilia, huduma zote nazifanya kama ipasavyo. Lakini kwa nini mimi? Niko pa kukuambia ndugu yangu, kwa nini yako jibu lake ni ndio. Tayari una silaha mkononi mwako, ni pointi tu ya kukubali au kukubaliana na hiyo kitu, na hicho kitu kinakuja kutendeka. Ndawaambia kwa nini. Mtume Paulo alipokuwa anapitia magumu na matatizo na ziki zake, alisema nilimulilia Bwana zaidi na zaidi, lakini Bwana alikataa kuondoa maumivu yangu. Na jibu alilolipata Paulo ilikuwa neema yangu yatosha. Na kwa wakati huu na kwa muda huu, ninakusihi na kukuomba ndugu yangu mpendwa, tutaenda kusoma katika mstari huo ambao Paulo alisema katika Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wake wa 9, inasema, naye akanambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu
utimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Ndugu yangu, naomba nikuhakikishie tu kwamba Mungu amesema neema yake yatosha. Kuna wakati hatuhitaji maombi. Kuna wakati tunahitaji kutulia tu, kumsikilizia Bwana, kuona Bwana atatenda nini. Bwana, ni nini nahitaji? Hata kukaa kimya nao nijibu. Haleluya. Hata kukaa kimya nao nijibu. Kwa hiyo unapokuwa umekaa kimya, nijibu pia ambao umetoa. Aliambia wana wa Israeli, nyamazeni kimya, mtakao yaona yatabaki kuwa historia, yatabaki kuwa historia katika maisha yako. Na leo kaka, brother, sister, popote pale ulipo, matatizo unayoyapitia, shida unayoyapitia, mafuta unayoyafuata huko hayatakusaidia. Chumvi unayotafuta haitakusaidia. Wala mtumishi yoyote asikulagai kukudanganya kwamba nikikupa chumvi itakusaidia, nikikupa udongo itakusaidia. Ni jina pekee la Yesu linaweza likakusaidia katika maisha yako. Naomba nikuambie na kukuhakikishia, wewe una uwezo wa kuwasiliana wewe na Mungu wako. Ndio maana wanasema tengeneza mahusiano yako wewe na Mungu wako. Sio mahusiano yako wewe na mchungaji wako, wewe na Mungu wako. Amini usipoamini, au amini unachoambiwa. Sikiliza unachoambiwa, na kuambia utaendelea kuteseka. Na hisi utanunua udongo, utanunua chumvi, utanunua keki, utanunua sijue ni nini, utachukua chochote cha kujenga, chochote, yani unachokijua, chochote unachokijua wewe, story nani, maneno utanunua. Unajikuta wewe umekuwa mganga wa kienyeji bila kujua. Utaambia weka chumvi mlangoni, chumvi ya weka kwenye nini, chumvi ya weka kwenye nini. Hakuna kitu kama hicho. Neema yake yatosha. Katika udhaifu wako umwambie Bwana, neema yako yatosha. Katika maumivu yako umwambie Bwana, neema yako yatosha. Na Bwana wabariki, na Bwana endelee kuwalinda. Amesema ameandaa meza mbele yako, mbele ya watesi wako. Na ameongezea tena katika Zaburi ya 23, kikombe chako kimefurika. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaenda kusoma katika Zaburi 23 ambayo inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji utulivu uniongoza. Huinuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amina. Ndugu yangu, Daudi alisema, nilifurahia waliponiambia
na twende nyumbani mwa Bwana. Sehemu pekee ambao wewe utapata jibu lako, sehemu pekee ambao Hana alijibiwa. Na mimi nakwambia, mahusiano yako wewe na Mungu yako atakapokuwa yametulia, kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Kumbuka, mtumishi wa Mungu alimwambia mama yake Samuel, kumwambia mama Samuel, kwa nini unalewa mvinyo asubuhi? Alikuwa ajue uchungu, alipokuwa akipitia uchungu mzito na kujioji mwenyewe, kwa nini mimi sina mtoto? Na mwisho akasema, nitamkabidhi nyumbani kwako. Furaha yake, ndoto yake ni kuwa na mtoto, kuitwa mama, kuitwa baba. Alafu ujenzi au mtoto, ulezi au kulea huyo mtoto, akaja akawakabidhi, akamwambia mtumishi wa Mungu, nisaidie kumlea huyo mtoto. Ndoto yangu ya kuitwa mama imekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Udhaifu wako, huzuni wako, kaa kwenye neno Wakorintho wa pili 12:9 ndio jibu lako. Neema ya Bwana yatosha katika kila hatua ya maisha yako. Na ukishamaliza hiyo, unasema, Bwana, hii Zaburi 24 ni maombi yangu. Asubuhi unaamka, unasema, Mungu, unasoma hiyo Zaburi. Bwana atakujibu na atakuonekania. Bwana akulinde nawe pamoja na wewe. Usisahau kushare na wengine habari njema. Ubarikiwe sana. Ni mimi Musa Jean, au Director Jean. Mungu anakupenda na Mungu anatupenda. Amen.